Alo, huyu mbusimaji hayuko chumbani kufikia huu wakati, atakuwa hajarudi kutoka kwa ule mshezi mwenye mwita kakake ama ni vipi? Huyu kenge nikiendekeza kumfikiria sana na kumfuatilia sana maishani mwake, ataninyima usingizi na atanikondesha isee. Kwa hiyo family life, kwenye ameenda ni aende, chenye anafanya ni afanye. Mimi hakinihusu, nimeosha mikono, acha lele zangu mimi. Atakunikondesha? Hiyo haiwezekani hiyo. Alhamdulillah, kumekucha kuchele, ni siku ingine. Ndio tuseme huyu Shubameti tangia jana hajarudi baba senge. Ama kweli waliosema hii dunia ina maajabu, hata jogoo anayesataga hawakukosea, maana nimeoa lakini cha ajabu leo nimelala kama moja peke yangu aisee. Alo, hii ni ngori sana. Sasa hapa mimi nazana wapa isee, maana nimezoea nikiamka wife yuko hapa anaenda kunichukulia chakula. Sasa naanzaje yani? Nimpate begi 3 ataanza kuniuliza kwani vipi shemu yuko wapi? Hii mbona ngori sana. Atakuwa nani huyo? Huyo begi 3 anataka kuingia chumbani kwangu ama nani huyo? Zama ndichi kwa mlango. Bibi ya mtu huyo ndio anaweza kuingia nyumbani saa hii asubuhi na mapema, si ndo manake? Mbona hii leo inakuwa tofauti kabisa na siku zingine? Maana tangia jana sijamuona kabisa ni shemeji, na boss pia ndani hajatoka. Ama itakuwa hajarudi tangia jana. Mbona sielewi, maana kufikia saa hii huwa tayari ameshakuja jikoni kuchukua chakula kumpelekea bwanake. Na shangaa mpaka saa hii chakula kiko tu hapa. Wananikoroga isee hawa. Vipi lakini hawa? Lakini hiyo sio kazi yangu. Kazi yangu ni kupika na nimemaliza kazi yangu. Acha niendelee kufanya usafi ndani ya nyumba. Shauri yao, watakuja kuchukua chakula, hawatachukua, mimi mshahara nalipwa. Wewe nguruwe pori, nyauba, kurumbembe. Kati ya mimi na wewe, nani mke, nani mume? Nani kawa mwingine hapa ndani ya hii nyumba? Ni wewe babangu, na sisi futa langu, nyonga mkalia hini. Wewe koma ukomae, maneno hayo sio mageni kwangu, labda kwa mgeni wa jiji. Shuaini mkubwa wewe, haujalala hapa nyumbani. Sasa watakunsapuza kwa maneno yako hayo ya kishamba. Naambie, ulikuwa wapi usiku kucha? Nilikuwa kwa kakangu kipenzi. Yaani hausamini, jana nilipopelekea kile chakula alikula, alipomaliza tu akaanza kutapika, kutetemeka. Sasa mimi nikawa sijui shida nini, ikabidi nibaki pale nimwangalie, maana ile hali kiukweli haikuwa nzuri. Nikaenda kumchukulia panado, akameza madawa kuna huku, lakini nashukuru alipoamka leo alikuwa kidogo na nafuu, ndio manake nimetoka nimekuja huku bwanangu. Alo, kwa hiyo siku hizi mtu akiumwa hata simu nayo haipatikani? God have mercy upon us. Yaani tangu naanza usafi hapa sebuleni nasikia kelele tu, majibizano kwenye chumba cha bosi. Hapa kuna jambo. Inawezekana yule bibi yake alipopeleka chakula jana usiku hajarudi, amerudi asubuhi, ndio manake bosi akiwakisha. Safi sana bosi, kweli ndani nakusapoti kwa hilo. Safi sana kwa mwenendo huu. Bosi ni wangu, mtampata tu pole pole. Naona wantolea jicho as if
umekalia hogo la punda. Sitaki unitolee macho, nachotaka ni jibu la swali langu. Je, siku hizi mtu akimgonjwa simu pia nayo inazima haipatikani? Hapana kipenzi changu, kiukweli simu ilikata moto, na kule kwa kakangu kuna shida ya umeme kule. Kuna mahali toka sijui ni umeme ama ni vipi. Sasa inaenda inarudi, so nikaona mimi ngika simu yangu hii iPhone inaweza chomeka, so nikaona tu mimi niseke huko nikija nyumbani tayari. Hapana, mimi kwa majibu yako wala haujanishawishi hata kidogo. Kwa hiyo mimi natoka naenda kwa mishi zangu. Nataka nikirudi hapa uwe na majibu yaliyonyoka kama lura. Sitaki chenga. Usiniletee ushugada wako hapo unanielezea sijui stima sijui token. Sikuelewi mimi, nataka majibu yaliyonyoka nikirudi hapa. Pablo Homeboy, mimi nimekuita hapa isee, nina habari njema sana. Habari njema kuhusu nini hasa? Swali zuri sana hilo Homeboy Pablo Kitengo. Bila shaka bado una kumbukumbu ya yule bwana mdogo aliyetukalisha mimi na wewe way back huko wakati unaenda kunifanyia revenge. Sasa hapa kuna mchongo umeivana wenye utafanya tupate revenge nzuri kabisa yani. Eti una mchongo umeivana wenye utafanya sisi tufanye revenge kwa ule dogo mwenye alitukalisha? Alo, haya si yale mambo yako meusi ya kulamsha dole. Kwanza mchongo gani huo? Swadakta Homeboy, kwa mwenendo huo ukituliza Jasper basi tutaelewana. Enyewe iko hivi, yule bwana mdogo mwenye alitugongonda anaitwa Don Jose, na yule dogo alikuwa anajifanya yeye ni ndugu yake na Amanda shemela wetu bibi ya Jay. So tulichogundua mimi na Jay after uchunguzi wa muda mrefu, tumegundua Don Jose na Amanda hawana undugu wote. Zilikuwa janja za kuwa aimunyize ya shemela wetu. Kwa hiyo mimi na Jay tumeketi tumekama na idea hii, tutafanya sisi tumadabisha ile dogo, na tukimadabisha basi mimi na wewe tutakuwa tumefanya revenge na Jay pia naye atakuwa amefanya revenge. So hiyo wewe bwana mdogo unaionaje? Halo, kumbe mambo iko huku. Sasa Beka, mbone haujanichanua mapema? Nikasema ndichi tukaisuka tukawa watu watatu hii deal, mimi wewe na Jay. Wanistua deal imeivana. Bwana mdogo, hapo haujicheza fair kabisa, umecheza rafa isee. Punguza mbwabwajiko wa maneno Homeboy. Hapa hakuna deal yoyote yenye imeivana. Hapa tunamsubiri Jay ndio tuanze kuisuka hii deal, so kwa mpole. Alo, kweli mambo iko huku. Yaani hao majita tayari wako site. Mimi mwenye shule ndio nilikuwa nachelewa. Alo, sasa hapa naanza kuamini ule msemo unaosema adui ya adui yako ni rafiki yako. Alo, let me kill this.